Imagine this. Imagine this. Never fade. Sehemu ambayo kelele utakayoipiga haitaweza kusikika. Place where kutakuwa na kiu, sehemu ambayo this is not matumaini yanakufa. a tale. Sio story ambazo kwamba zimeandikwa na watu wa zamani. Ni ukweli kabisa ambao Allah ametuonya waja wake juu ya moto wa Jahannam. The heart. The people of hell call. Watu wa motoni watalia kwa majuto, wataita maji, watatamani warudi katika dunia. Guardian of hell. Lakini all is answered. Wataita, jibu ni moja tu atakalolipata, ni ukimya. The last thread of hope. Watakata kabisa matumaini ya mwisho. Hawatakuwa na matumaini. Stori zao na hadithi zao ni majuto. Subscribe to Kisaverse. Lakini endelea kutufuatilia sisi Swatakwa kwa ajili ya kupata hizi habari zaidi. Silence. Sasa imagine ukimya ambao upo huko motoni. Yani ukimya ambao hujawahi kusikia, ukimya ambao nafsi zote zitajua ambazo zitakuwa huko motoni. A cry. Wataanza kulia. Not of a wounded man, but of a soul engulfed in fire. Nafsi kupata maumivu katika moto. Jahannam echoing across it. Moto wa Jahannam na moshi wa Jahannam ndio maisha yao. Two become thousands. Thousands. Yani kilio kimoja kinakuwa cha maelfu. Itself trembles with. Sasa wawili kinakuwa kilio cha maelfu mbili. Hizo kelele zake sio za kawaida. Hakuna huruma itakayokuja juu yao. Qur'ani inaweka wazi. Help our Lord. Watalia kwa sauti wakihitaji msaada na msamaha kwa Mola wao. Not the evil that we. Lakini hawakuna walichokitenda katika dunia, bali mabaya na machafu, maaswi walioyafanya ndio malipo tosha kwao, na ni malipo yao yatakayopata katika moto. Their lips cracked open like. Midomo yao itakuwa clacked. Every breath is smoke. Every gasp. Lakini watapumua moshi. Still. Moto. Water. Watalia wakitaka maji. Lakini tone la maji hakuna, bali malaika. Faces hidden in blaze. Sura zao zitakuwa kwenye blazing, na macho yao yatakuwa yakiwaka moto. Hawatopata jibu. Hakuna maji. Heads. It melts their skin. Watakachodondoshewa na hicho moto tu. Moto tu. Kinywaji moto. If they cry. Ukipata kiu utakunywa moto. With water like molten brass that scalds their faces. Terrible the drink. Watamwagiwa vitu katika macho yao. Place. Hiyo ndio maji. Kelele zao zitakuwa ni kubwa mno. Nails melt. Watatembea wakati mwingine watu wengine mpaka kwa ulimi. Ground. Watu watajibuluza. Ni adhabu ya moto. Huishi. Hui hai wala haufi. Miili inateketea lakini inabaki kurudi vile vile. Hizi ni adhabu ambazo atakutana nazo mwanadamu ambaye anaambiwa juu ya kumcha Mola wake. Mwanadamu ambaye anakumbushwa kila siku, mashehe wanakumbusha. Allah ameweka wazi katika Qur'an tukufu kuwa mwanadamu jiandae, umepewa onyo. Hukuumbwa wewe mwanadamu kuja hapa duniani kujiweka bize na kutafuta fedha, kujiweka bize na kujenga majumba ya kifahari. Mnajifahalisha nyinyi kwa mali, majumba, utajiri na watoto, lakini mnasahau Mola wenu, mnasahau kuzipambania nafsi zenu. Na haya ndiyo majibu, na huu ndio ukweli ambao utakuwepo siku ya malipo. Ni ahadi kutoka kwa Mola wetu mlezi. Hakika kwa kila aliyeamini anajua nini afanye. Hakuna huruma. Fanya tu maasi shekhe. Fanya tu mambo mabaya ndugu yangu. Luka, cheza uchi, tembea uchi, jitangaze kwenye mitandao. Fanya unavyofanya. Penda wanamuziki, penda dunia, na kisha ukisikia aya za Mola wako jifanye huelewi. Shekhe, malipo ni haya. Malipo ni haya. Sio hadithi ambazo ziliandikwa pengine na watu, ama ukadhani hadithi waliziandaa watu fulani kutengeneza mazingira fulani. Hata ni ahadi za Mola wetu mlezi. Ni ukweli wa Mola wetu mlezi. Moto upo kweli jamani, ndugu zangu katika imani, tukiwa tunajiandaa na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini tutakupa hii. Huu ndio ukweli. Yani huu ni mfano. Yani ni zaidi ya hivi unavyoona. Sasa kama Allah aliyekuumba wewe kutokana na uchafu anaongopa, aliyekuweka wewe moyo akakupa pumzi, anakupa riziki, anajua siku yako ya kufa, anajua wewe unataka nini, anajua unachokiwaza, anaijua nafsi yako, huijui nafsi yake. Anakupa riziki wewe Allah, wewe humpi riziki. Anajua mwisho wako, anajua mawazo yako, fikra zako, mwisho wako.
words. Ni vyema kumrudia Mola wako, ni vyema kumcha Allah, ni vyema kumwogopa Mola wetu mlezi anayetupa riziki, mlezi wa viumbe vyote. Hii ndiyo ahadi ambayo tunapewa, na huu ndio ukweli ambao tutakutana nao. Esi Waislamu, tunapaswa kumrudia Mola wetu sawa sawa. Swali kweli, achana na maaswi, simama kweli. Hakika ya umauti huja ghafla, haupigi simu. Mauti hayatosubiri wewe umalize kujenga ile nyumba yako Kisemvule, umalize ndoto zako za kwenda chuo, umalize ndoto zako za kuwa daktari, umalize ndoto zako za kuwa mpishi wa kimataifa, umalize ndoto zako za kuwa fulani. Umauti unapokuja, basi pale wewe utakachoulizwa nini umetanguliza kwa Mola wako. Hautaulizwa una degree ngapi, hautaulizwa umeishia form ngapi, hautaulizwa ulikuwa na sura gani, hautaulizwa ulikuwa mlembo namba ngapi, hautaulizwa ulikuwa mzuri kiasi gani, hautaulizwa ulikuwa tajiri kiasi gani, hautaulizwa wewe ulikuwa hodari katika kufanya mambo ya maasi kiasi gani. Hayo yatakuwa ndio majibu ya kila mwenye kujifanya amejizima data, haelewi. Mnafanya mambo sasa, hakika dalili ziko wazi. Watu wameharibika, watu wanafanya mambo ambayo Allah ameweka wazi. Mambo ya kamurutu sasa hivi watu wanafanya, mabinti wadogo, madogo janja, mabrother meni wameangamia. Mnajidanganya na mambo ya kisasa, lakini hakika ya malipo ya kila mmoja wetu ambaye kwamba anayapenda maaswi, basi malipo yake ni haya, Jehannam, moto, yani motoni milele. Allah atunusuru, atujalie sisi na familia zetu tuwe wenye kumwogopa Mola wetu, tuwe wenye kuumia roho tukikosa swala moja, tuwe wenye kuumia roho tunaposikia adhana, tuwe wenye kuumia roho tunapoona kwamba wenzetu wanakwenda kuswali na sisi roho zituume tupate kwenda kuswali. Tumkumbuke Mola wetu. Mkumbuke Mola wako kama unavyokumbuka harakati zako za kila siku, kula kunywa. Kama leo hii unakumbuka kula, unakumbuka kuamka kwenda kwenye shughuli zako, naamka saa 9 usiku unakwenda, lakini humkumbuki Mola wako. Umeifanyia juhudi mwili wako, umeshindwa kuifanyia juhudi nafsi. Ipambanie nafsi, utaulizwa ulichokitanguliza kule kwa Mola wako. Sisi ni swatakwa. They claw at the walls of Jahannam. Jehannam ni kubwa, na hii ni tabu iliyokuwepo Jehannam, haifichiki. Ukweli uko wazi, ukweli uko wazi. Tumche Mola wetu, tumuogope Allah. Kila aliyeamini, kila mwenye kuamini, basi amuogope Allah, amuogope Allah, umuogope Allah, umuogope Mola wako mlezi anayekupa riziki, anayekusimamia kwa kila jambo. Wewe hakuna ambacho unakifanya kwa ujanja wako, wala hujui umauti wako unakufika muda gani. Ishi kwa kumuogopa Mola wako, usijifanye umechanganyikiwa, usijizime data ndugu yangu. Dunia inakudanganya, umalio unakudanganya, udiamondi unakudanganya. Shekhe wale wanafanya mawaiza, wanamfanyia shetani mawaiza, na wewe fuata mawaiza unaofanyiwa na mashekhe, fuata mawaiza unaofundishwa na Uislamu wako, fuata mawaiza unaofundishwa na mashehe wako, fuata ulichofundishwa na Qur'an tukufu, fuata ulichofundishwa na Mola wako. Usiwafuatishe hawa watu wa dunia, wapo kwa ajili ya kukupoteza, kukupotosha, uone dunia tamu, uone bado tupo sana, hali ya kuwa kila siku watu wanakufa, watu wanazikwa. Umetanguliza nini kwa Mola wako? Inshallah kila mmoja alifanyia juhudi hilo, na Allah atujalie mwisho mwema sote, tuwe wenye kujifanyia juhudi nafsi zetu. Ukiambiwa ukaswali usiseme insha Allah, yani inuka hapo ukaswali. No escape. Wapo waliosema nitabadilika kesho, umewakuta umauti wakiwa katika maaswi. Wapo waliosema nitabadilika baadaye, umewakuta umauti wakiwa bado hawajaenda hiyo baadaye. Basi amua sasa, fanya kwa ajili ya Allah. Swali swala 5 wewe Muislamu, muogope Mola wako. Hakika ya Jehanamu ipo, hakika ya pepo ipo. Sasa wewe tu shekha,